Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu sana katika tafakari ya Dominika ya Matawi. Kwanza kabla tujaeleza Dominika Matawi, matawi ni alama ya uhai. Matawi katika makabila ya wachungaji ilikuwa ni alama ya uhai. Kwa hiyo Dominika ya Matawi ni Dominika ya uhai, ni Dominika ya ushindi. Katika tafakari ya leo tunaongozwa na nabii Zekaria katika sura 9 mstari wa 9, ambaye anasema vizuri, anasema furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda na mwana punda. Mwisho mkuu. Unaweza kuona kwamba katika siku ya leo ni siku ya furaha, lakini siku hii imechanganyika na mambo mawili. Ni siku ambayo Jumapili ya mwisho ya Kwaresma, lakini ni mwanzo wa wiki takatifu au tunasema Holy Week. Ni siku ambayo inaanza ushindi wa Kristo, unaanzia hapa kwamba yeye ni mfalme mwenye haki kama anavyotuambia nabii Zekaria, lakini anasema kwamba amebeba wokovu, naye ana wokovu, naye ni mnyenyekevu. Kwa hiyo kipindi hiki katika tafakari hii ya Dominika Matawi ni tafakari ya ushindi, lakini vile vile ni tafakari ya mateso ambayo inatupeleka katika ufufuko wa Kristo, kama wanavyotuambia wataalamu wa teolojia kwamba hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Kwa lugha nyingine, hakuna Pasaka bila mateso. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu Kristo amekwisha tuonyesha njia. Na katika tafakari hii tujiweke katika mazingira ya Kristo.
katika mazingira ya kushiriki mateso na kushiriki ushindi wake. Karibu sana katika tafakari hii ambapo tutakuwa pamoja. Kama nilivyoeleza katika utangulizi kwamba ni Dominika ya mwisho wa Kwaresma na Dominika ambayo tunasema ni mwanzo wa wiki takatifu ambayo inaanza Holy Week. Ni Dominika ya ushindi, maana matawi kama nilivyoeleza kwamba matawi yalikuwa ni alama ya uhai. Uhai na Kristu ni uhai katika roho zetu, ni uhai katika ulimwengu mpya, ni uhai katika umilele, lakini vile vile ni mshindi. Kwa unaweza kuona kwamba Dominika ya matawi inatuonyesha ushindi wa Kristu, inatuonyesha uhai wa Kristu, uhai wa milele, sio uhai wa muda. Na ni Dominika ya ushindi, maana matawi yalikuwa ni alama ya uhai na ni ushindi kwa Kristu. Na ushindi, Kristu hapa anaonekana kama mfalme mshindi, mfalme mwenye furaha, mfalme mwenye amani. Lakini tofauti na wafalme wengine, Kristu hapa anakuwa mshindi kwa mateso yake mwenyewe. Anakuwa mshindi sio kwa kuangamiza watu, anakuwa mshindi sio kwa kuua watu, anakuwa mshindi sio kwa kunyanyasa watu, lakini anakuwa mshindi kwa mateso yake mwenyewe. Anakuwa mshindi kwa kujishusha mwenyewe, anakuwa mshindi kwa mateso. Tunaona anakwenda katika njia ya mateso, njia ambayo shetani alimwambia kwamba amwabudu ili aweze kushinda ulimwengu, lakini anashinda ulimwengu kwa mateso, sio kwa kumtii shetani, wala sio kwa kushindwa na shetani, wala sio kwa dhambi, lakini anakuwa mshindi kwa kumtii Baba, kwa kukubali kuidhalilisha nafsi yake, kuitweza nafsi yake. Kwa unaona kuna ushindi wa Kristu ni ushindi kwa mateso, ni ushindi ambao unaleta amani, ni ushindi ambao unaleta utukufu, ni ushindi ambao unaleta furaha. Kwa hiyo ushindi wa Kristu unapitia mateso ambayo Kristu mwenyewe anayabeba mwenyewe. Tunaona kwamba katika Kristu ambaye mfalme wa amani ana mambo matatu makuu. Kwanza ana amani, tunasema mfalme wa amani, lakini vile vile ni mnyenyekevu. Anatufundisha moyo wa unyenyekevu, kwamba lazima tuwe wanyenyekevu ili tuweze kupata matunda ya kimungu, matunda ya kiroho. Lakini ana upendo. Lakini katika yote Kristu, tofauti na Wayahudi wengi hapa wanamshangilia wakijua kwamba anaenda kuwatoa katika utawala wa Kirumi, wakijua kwamba anaenda kuwasaidia katika mambo ya kisiasa. Lakini Kristu analeta mapinduzi. Mapinduzi ya Kristu anayoyaleta ni kuwatoa Wayahudi katika utawala wa dhambi, lakini si Wayahudi tu. Wayahudi wanakuwa ni kama icon ya kuturepresent wote, lakini kututoa katika utumwa wa dhambi. Na haya aliyatabiri nabii Isaya katika kitabu chake. Tukisoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 53 mstari wa 5 anasema, bali yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mwisho wa kunukuu. Kwa unaweza kuona kwamba neno hili ukilipigia mstari ile neno nasema kwa kupigwa kwake, kwa mateso yake, kwa kudhalilishwa kwake, kwa kunyanyaswa kwake, kwa kufa kwake msalabani, sisi tumepona. Kwa unaweza kuona kwamba katika Dominika hii ambayo tunamshangilia Kristo mfalme, lakini hatusahau mateso yake. Kwa unaweza kuona kwamba Dominika hii tunayoadhimisha ya Dominika ya matawi ina maadhimisho makubwa mawili. Kumbukumbu ya kuingia kwa shangwe kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuingia Yerusalemu kama mfalme, lakini vile vile ni maadhimisho ya mateso, mwanzo wa mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ni adhimisho ambalo linatuweka njia panda kwamba Kristo anashangiliwa na watu, lakini at the same time watu wao wanamgeuka, wanataka auawe. Na ni fundisho ambalo linatufundisha kwamba katika maisha wakati mwingine unaweza kusifiwa na watu, ukashangiliwa na watu, lakini watu hao wakawa kwanza kugeuka. Kwa hiyo tunatakiwa nguvu zetu kumtumainia Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kutugeuka. Lakini vile vile kuwa na urafiki na watakatifu. Watakatifu siku zote wanatuombea, hawatugeuki. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni vema kuweka matumaini yetu kwa Mungu, ni vema kufanya urafiki na watakatifu ambao mara nyingi wanatusaidia. Watu wanageuka. Kwa hiyo hili ni fundisho, watu wanageuka. Leo watakusifu, watakushangilia, lakini siku ya pili watakuwa wa kwanza wanasema kwamba uawe au huna maana.
nao wakakuaibisha hao. Kwa hiyo tujifunze kuweka nguvu zetu kwa Mungu kama Kristo alivyoweka nguvu kwa Mungu. Tusibweteke na sifa za watu. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa na kipaji, watu wakamsifu, akasahau kwamba hicho kipaji amepewa na Mungu, lakini watu hao atakapoondoka watakuwa wa kwanza kumzomea. Kwa hiyo Kristo anatufundisha kusimama katika ukweli, kusimama katika upendo na kusimama katika neno la Mungu ambalo halipiti. Hizi furaha ni za muda mfupi ambazo tunazipata, lakini lazima macho yetu na akili yetu iangalie furaha ya kudumu. Kumbuka kwamba furaha kubwa ya Waisraeli, waliamini kabisa kwamba Kristo atawatoa katika utawala wa Kirumi, wakati Kristo alikuja kuwatoa katika utawala wa Shetani. Na sisi katika maisha yetu ni kweli tunatafuta pesa kwa ajili ya familia, tunatafuta pesa kwa ajili ya shughuli zetu, lakini tukumbuke kwamba kazi tunazozifanya, vipaji tunavyofanya vitusaidie katika matayarisho ya kuishi katika umilele. Kwa hiyo katika Dominika ya Matawi tunapata mafundisho makuu manne. Kwa ufupi, tunapata mafundisho mengi, lakini nitazungumzia mafundisho makuu manne. Kwanza, ushindi, kwamba tunapokuwa na Kristo tunakuwa washindi, kwa sababu Kristo aliye na nguvu ni mkubwa kuliko adui wetu yoyote ambaye anatuzonga. Na kipindi fulani watu huwa tunajisahau kwamba Kristo ni mfalme, anashinda kila kitu. Kwa hiyo Kristo ambaye tunampokea katika sakramenti, tunampokea katika neno lake, ni mshindi katika roho zetu. Kwa hiyo hatuna haja ya kuogopa. Na Kristo anakuwa katika nafsi zetu kwa sababu sisi tuko katika vita, sisi tuko katika mapambano. Kwa hiyo yuko na sisi ili tuweze kuwa washindi kama yeye alivyokuwa mshindi. Kwa hiyo matawi yanaonyesha ushindi wa Kristo ambaye ni mfalme wa wote. Kwa hiyo ushindi huu ni ushindi ambao ni lazima tuweze kubeba katika mioyo yetu, katika nafsi zetu. Kwa hiyo tunapoishi Kristo hatuna sababu ya kuogopa, kwa sababu tunaye aliye mshindi. Lakini vile vile Dominika hii tunasema ni ya furaha, lakini ni ya mateso vile vile. Tunaona kwamba Kristo ambaye tunamshangilia, ambaye ni mshindi, amebeba wokovu, kama tunavyoambiwa na Nabii Zekaria katika kitabu chake sura 9 mstari wa 9, anasema, furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda. Mwisho wa kunukuu. Hapo tunaweza kuona kwamba katika utawala, ushindi wa Kristo, ufalme wa Kristo ni ufalme wa haki. Yeye ni mwenye haki, lakini amebeba wokovu wa roho zetu, wokovu wa roho za watu wote. Lakini vile vile tunaona ni mnyenyekevu, anatufundisha kuishi katika maisha ya unyenyekevu, lakini ni mwenye amani. Na mara nyingi tunaposali katika misa, padre anasema nendeni na amani. Ina maana amani ya Kristo, ushindi wa Kristo bado upo milele na milele. Ndio anasema nendeni na amani. Kwa hiyo amani ya Kristo ni amani, kama anavyotuambia Paulo, inapita ufahamu wa akili zetu zote. Katika fundisho la pili tunaona mwanapunda. Mwanapunda huyu ni mimi, ni wewe, ni yule, ni hawa, ni wale. Maana yake nini? Punda Kristo anayemtumia, tunaweza tukasema ni Kristo katika maisha yetu anapenda kututumia na sisi. Labda tumwangalie huyu mwanapunda vizuri ili tuweze kupata tafakari halisi. Tunaona kwamba punda ni karama tunazopewa na Mungu. Tunazopewa na Mungu ambapo Kristo anapenda kuzitumia kama alivyomtumia yule punda. Tukisoma katika Injili ya Luka sura 19 mstari wa 30, anasema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Mwisho wa kunukuu. Lakini katika mstari wa 31 Injili ya Luka sura 19 mstari wa 31, Yesu anasema tena, na nukuu, na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, Bwana ana haja naye. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo punda unaweza kusema ni kipaji. Kristo anasema kwamba anataka kukutumia kipaji chako katika kazi zake, katika kazi yake ya kuendelea kuwakomboa watu. Anataka kukutumia wewe. Na mtu atauliza, anitumiaje mimi? Mungu amempa kila mtu karama au vipaji au kitu chochote ambacho kinaweza kikasaidia katika
kazi yake katika misheni yake. Kwa mfano, wengine wana mali, unaweza kutumia mali yako kuweza kusaidia katika ujenzi wa kanisa, kuweza kusaidia katika kueneza injili. Kwa mfano, Tanzania tuna Radio Maria ambayo unaona inaendeshwa na majitoleo ya watu. Watu wanatoa pesa zao, wanatoa mali yao. Kwa hiyo Kristo anataka mali yako ulionayo, kipato chako ulichonacho, usaidie katika utume wa uinjilishaji. Mfano, unapochangia Radio Maria au unapochangia media yoyote ya kanisa kwa ajili ya uinjilishaji, lakini unapochangia hata kwa ajili ya mapadri wetu, wachungaji wetu, maaskofu wetu na wote ambao wamejitolea kwa ajili ya kueneza injili, tayari unakuwa umetumia ile kalama ambayo tunasema ni mali, ni punda Kristo anataka kuitumia. Lakini kuna wengine wana elimu. Unaweza kuwa ukafundisha katika elimu, sio lazima kufundisha dini, lakini ukawafundisha watu katika uadilifu. Wewe unaweza kuwa ni wakili. Je, unawatetea wanyonge au unabeba pesa za watu kwa ajili ya kujitajirisha? Wewe unaweza kuwa ni hakimu. Je, katika hakimu, elimu upate hakimu, unatoa hukumu kwa haki? Inaweza kuwa wewe ni askari. Je, wewe ni askari, unatumia haki katika kuwasaidia watu? Unatumia haki katika wanyonge? Unaweza kuona kwamba labda wewe Mungu amekupa ujuzi. Inaweza kuwa ni fundi, inaweza kuwa ujuzi kwa mambo mbalimbali, au unaweza kuwa ni sanaa, au unaweza kuwa ni creativity, chochote, au ni mpambaji. Unatumia karama yako katika kuliendeleza kanisa, unatumia karama yako katika kulichangia kanisa katika ujuzi wako. Inaweza kuwa punda mwingine labda ni majitoleo. Je, unajitolea vizuri? Unatoa sadaka yako vizuri? Kwa hiyo unaweza kuona yote haya unaweza ukayafanya kwa ajili ya kumsaidia Kristo. Lakini talanta ziko nyingi. Kwa mfano, wewe ni mwimbaji, unafahamu muziki. Je, muziki wako unaotumia vizuri? Au unataka ukienda kufundisha muziki ulipwe? Unamtumiaje Kristo? Unamsaidiaje Kristo? Kwa hiyo yote haya ni kama punda. Kristo anataka kukutumia kama punda, ili anasema mleteni. Na katika kipindi cha Kwaresma tunafungua vile vifungo vinavyotufanya tusifanye kazi ya Kristo, vile vifungo ambavyo vinafanya tusimtumikie Mungu. Kwa hiyo Kwaresma nzima ni kufungua yale mabaya, kufungua madhaifu, yale yaliyo mema yakatumike kwa Mungu, na tuendelee na yale mema ambayo tumepata katika kipindi cha Kwaresma. Baraka tulizozipata katika kipindi cha Kwaresma zitusaidie katika maisha yetu. Lakini kitu kingine, mwingine anaweza kusema sina mali, sina elimu, sina ujuzi, sina talanta, lakini una muda. Je, unatumia muda kwa ajili ya kuwaombea wengine? Unatumia muda kwa ajili ya kumshukuru Mungu? Unatumia muda kwa ajili ya kusali? Kwa hiyo tunapofanya maadhimisho haya, tuondoe historia kichwani, tufanye uhalisia, kwa sababu ni momenti ambazo tutakuja kuzijutia tukifa kama hatukuzitumia vizuri. Kwa hiyo mama kanisa anatukumbusha kwamba tukaungame, tupokee sakramenti, na tukumbuke katika Juma Kuu tuna Alhamisi Kuu, Juma Kuu, Jumamosi Kuu, ni siku ambazo mama kanisa anatupa ondoleo la dhambi na msamaha wa dhambi na adhabu ya dhambi na kupata rehema kamili. Tutaangalia huko tutakapokuwa tunatafakari na kuelezea Ijumaa Kuu, Jumamosi Kuu. Kwa hiyo unaweza kuona ni jambo la msingi. Kwa hiyo sakramenti ya kitubio na sadaka ambazo tutajitolea ziendelee, zisiwe tu mwisho wa Kwaresma, lakini ziendelee kama ambavyo Kristo anatuambia katika Injili ya Mathayo sura ya 14 mstari wa 38 na alipokuwa pale Gethsemane. Kwa hiyo maneno yale ya Gethsemane yanaishi mpaka leo. Anatusema kwamba kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Maana yake nini? Tusali, tuendelee kufunga, tuendelee kufanya matendo mema. Kama ambavyo vile vile Mtakatifu Alfonso Ligori anatuambia kwamba ili tuweze kuwa na ukamilifu, yatupasa kujitahidi tukiwa na afya zetu katika kusali, katika kufunga na katika matendo mema. Ndipo ambapo tunaweka uhakika wa kuwa karibu na Mungu zaidi. Kwa hiyo tusisubiri mpaka tumepata ajali, tuko mahututi, lakini tuwe sasa hivi tukiwa na afya njema, tuinuke na kufanya yale yanayompendeza Mungu. Mwisho ni kwamba napenda kuwakumbusha kwamba na naendelea kuwakumbusha kwamba mateso ya Kristo yanakuja vile vile kwetu, kwamba mwisho wa mateso ni utukufu. Wiki hii inatupelekea Pasaka kwenye utukufu. Mateso katika maisha yetu ni lazima. Mateso katika maisha yetu yanatunyenyekeza, yanatiisha nafsi zetu, kama tunavyosoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20, anasema
nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi tena ninaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Kwa hiyo unaona kama Paulo anasema kwamba tuwe ndani ya Kristo katika mateso. Kristo, tunapoteseka, Kristo anakuwa anaishi ndani yetu kwa sababu yeye ni Kristo msulubiwa. Ndio maana sisi wa Katoliki misalaba, unapoingia kanisani unakuta msalaba ya Kristo msulubiwa, kwa maana kwamba Kristo aliyesulubiwa anatuvaa katika nafsi zetu, anakuwa katika nafsi zetu, anatusafirisha ili tuweze kupata utukufu. Kwa hiyo kushiriki mateso ya Kristo kunatuletea wokovu na furaha ya milele, kama anavyosema Mtume Petro katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 14. Tanukuu anasema, furahini kwamba mnashiriki mateso ya Kristo, ili muweze kuwa na furaha tele wakati utukufu wake utakapofunuliwa. Heri yenu ikiwa mnatukanwa kwa sababu ya jina la Kristo. Jambo hilo la maanisha kwamba Roho Mtakatifu, yaani Roho wa Mungu, anakaa juu yenu. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kipindi hiki cha ambapo tunaanza wiki takatifu ni kipindi ambacho kinatuonyesha Kristo ambaye ni Kristo mshindi, Kristo mwenye uhai, Kristo mfufuka, lakini kina mateso yetu. Na askofu maarufu wa Marekani alikuwa anaitwa Bishop Shini, ana maneno mazuri sana anayotuambia kuhusu mateso. Anasema mateso bila Kristo ni maumivu. Mateso bila Kristo ni maumivu. Lakini anasema hivi, mateso pamoja na Kristo ni sadaka. Anasema ukiwa na mateso ukayatolea kwa Kristo, ukayatolea kwa Mungu, yanakuwa sadaka kwa wokovu wa roho zako na kwa wokovu wa roho za wengine na za marehemu toharani. Kwa hiyo katika maisha hii huwezi kuepuka mateso. Mtu anapozaliwa atateseka, anapokufa atateseka, aidha kwa ajali au kwa kitu chochote, kwenye njaa, baridi, kiu, vishawishi. Yote hivi ni mateso, ni mahangaiko. Lakini tunavyovuka kwa Kristo vinakuwa sadaka. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani watu wengi wanavyopoteza sadaka. Kwa mfano unakwenda hospitalini, kuna watu wengi wamekata tamaa hospitalini, wana magonjwa, kansa, magonjwa mbalimbali, wamekata tamaa. Lakini wangetumia wakati huu, wasaa huu, kuyatolea yale magonjwa kwa Kristo, iwe sadaka yenye harufu nzuri kwa Mungu. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, nikukumbushe kwamba ukiwa na mateso yote, mahangaiko yote, ni wakati wa kumpa Mungu, kwamba Mungu unayapokea. Tenda kadri unavyotaka wewe. Utaona itakuwa ni baraka kwako na utakaso katika roho zako. Niwatakie maandalizi mema ya wiki takatifu. Usisahau kuungama. Kumbuka kwamba mama kanisa katika wiki hii takatifu, wale wanaoungama na kupokea Ekaristi wanapata ondoleo la dhambi, wanapata na ondoleo la adhabu, na wanapata neema na nguvu ambazo zinawapeleka kwa Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Niwatakie siku njema, maandalizi mema ya Pasaka.